technically walitakiwa kufurahi kwamba yes, wanetu wamevaba, wamekwenda kuchukua mwalimu hana vyeti, lakini wao wanaumia. Kwa nini waumie? Yani wao wameanza lini kutuhurumia sisi au kuumia, kupata uchungu sisi tunapokosea? Kiukweli ni kwamba wanajitahidi kutoa mfundo. Umeona kama sisi tunapambania foil ya bati. Na lengo lenu. Sasa kwa nini nyinyi mnaona anafanya vibaya lakini mnapambania? Ewa adui. Asa wao wanaumia sisi kumchukua soja Pantev. Minuno. So minuno, mikazo. Kwa hiyo Pantev ni meneja mikazo. Pantev ni meneja mikazo. Alafu wao wana minuno. Kwa hiyo tuone mtu wa kununa na mtu wa mikazo. Sio Mohamed na Mudi. Kwa hiyo wanapambana kuaminisha watu kwamba tumeingia chaka. Lakini kwa nini wanaumia? Yani sisi tumekosea. Kwa nini wao usifurahie makosa yetu ili uje unufaike nayo? Kwa nini unaongea kwa uchungu? Wanaongea kwa uchungu kwa sababu wamemkosa Pantev. Baada ya kumfuata hivi mmemuuliza swali mwalimu? Amesemaje? Sema Simba is a big man. Kwa baada ya kwenda kwa Pantev na baada ya kwenda kwa Pantev akawachomolea na akachagua kuja Simba Sports Club. Sasa hicho ndicho ambacho kinawauma. Hiko ndicho ambacho kinawasokorokota hapa, hata maji hawanywi. Wametukalia kooni, Pantev anavyatia. Yote hayo ni machungu kwa sababu wamemkosa na wanalazimika sasa kuendelea kuishi na foili hata kama hawapendani. Na sisi tayari tumeshamchukua mwamba, yuko zake nchini Tanzania kwa ajili ya kwenda kuanza kazi. Tumemchukua kwa mkataba wa miaka 2 na amekuja na msaidizi wake ambaye anaitwa bwana Simionov. Simionov. Tunayo furaha kubwa, mwalimu wetu amewasili nchini Tanzania kuja kuanza majukumu yake. Tunao furaha kubwa kumtambulisha Dimitar Pantev kuwa meneja mkuu wa klabu ya Simba Sports Club, ambaye jukumu lake la msingi litakuwa ni kusimamia ustawi wa timu yetu, hasa kwenye eneo la kikosi, eneo la wachezaji, eneo la bench la ufundi na maendeleo ya kiufundi kwa ujumla katika timu yetu ya Simba Sports Club. Maswali yamekuwa ni mengi sana mara baada ya kumtambulisha Pantev na kumtambua kuwa ni meneja mkuu na sio kocha mkuu, kama ambavyo tumezaliwa tukiona makocha wakiitwa makocha. Kimsingi ni kwamba tumefanya mabadiliko kwenye utendaji kazi wetu kwa maana ya job description sanjari na majukumu yake. Tumemwongezea majukumu mwalimu wetu Pantev kutoka kuwa kocha kwenda kuwa meneja. Kocha ni mchezaji ambaye anadili on the field, yani ambaye anadili na majukumu ya field pekee kwa maana ya uwanja wa mazoezi na uwanja wa mechi. Sasa tumehama huko. Kwa Pantev, yeye tumemwongezea majukumu. Anakuwa na jukumu jingine la kusimamia ustawi wa wachezaji kwa maana ya usajili wao, maslahi yao, na kama haitoshi kutoa mapendekezo na ushauri, nani asajiliwe, nani aondolewe, nani abaki, nani atolewe kwa mkopo. Kila kitu kuhusiana na wachezaji kinakuwa kinapitia kwa meneja Pantev. Lakini vile vile kuzungumzia maendeleo ya mchezaji mmoja mmoja na kutoa ushauri. Lakini kusimamia technical staff wenzake wote, kwa maana ya kusimamia kit manager, kumsimamia team manager, kumsimamia food manager, kuwasimamia watu wote wa masuala ya kiutabibu. Hiyo ndio inakuwa kazi yake yeye. Kwa hiyo tumemwongezea majukumu kutoka kuwa tu kocha na kwenda kufanya majukumu yote ambayo yanahusiana na kikosi. Na huu ndio utaratibu wa dunia nzima, hasa dunia ya kwanza iliyoendelea. Huku dunia ya tatu ndio inawezekana ikaonekana ni jambo jipya, jambo la ajabu, lakini kiuhalisia
ni jambo ambalo lipo kwenye modern football, na kwa kuwa Simba Sports Club ni timu inayoona mbele, tumelazimika kufanya hayo mabadiliko. Ni kama ambavyo zamani ilikuwa kila msemaji wa timu anaitwa tu afisa habari, msemaji na vitu kama hivyo. Lakini baada ya Simba kuintroduce meneja habari na mawasiliano, hivi sasa kila msemaji katika klabu yake naye anajiita meneja habari na mawasiliano.